Karibu tena na asante kwa shauku yako juu ya nyumba za KCDC. Wacha tuangalie ni nini utahitaji kuzingatia kwa uthibitishwaji upya. Uthibitishwaji upya wa nyumba za KCDC ni mchakato utakaochukua ili kufanya upya ukodishwaji wako na hitaji la mpango wa nyumba za ruzuku. Kutia saini ni sawa na ulivyopitia ulipotuma ombi la kwanza. Iwapo ungependa kudumisha usaidizi wa kifedha katika kitengo chako, ni muhimu upange miadi kwenye ofisi yako ya usimamizi wa mali, kwa kuwa uthibitishaji bila miadi hairuhusiwi. Kufanya miadi kutahakikisha kuwa kuna wakati mwingi wa kutatua chochote kinachoweza kutokea. Ni jukumu lako kama mpangaji kukumbuka siku na wakati ulioratibiwa. Ikiwa kitatokea kitu kama vile ugonjwa, hakuna shida, piga simu tu na upange upya. Iwapo itafika kipindi unataka kuhama, bado utahitaji kupitia uthibitishwaji upya, mradi tu upo katika jumuiya ya KCDC. Sasa hebu tuangalie jinsi utakavyoarifiwa kuhusu uthibitishwaji wako wa kila mwaka. Notisi ya kwanza itakujia siku 120 kutoka siku ya kwanza ya mwezi uliohamia. Notice pia hutumwa siku ya 60 na 90 kabla kuthibitishwa tena. Kukosa kutii kutasababisha upotevu wa usaidizi wa kifedha na hivyo kukufanya uwajibike kikamilifu kwa kiwango cha kandarasi ya kodi, na hatimaye unaweza kufukuzwa, jambo ambalo hufanyika tu inapohitajika. Iwapo notice ya kuondoka itatolewa, una haki ya kusikilizwa shauri lako na wafanyakazi waandikishwaji wa KCDC ili kujadili swala hili. Sasa hebu tuzingatie baadhi ya mambo ambayo utahitaji kukumbuka kwa mahojiano. Kwanza hasa, hudhuria. Kila mtu katika kaya angalau umri wa miaka 18 anapaswa kuhudhuria tathmini hiyo tena. Katika tukio ambalo mtu aliye na umri angalau miaka 18 yuko shuleni, KCDC inaweza kuskani cheti, kukituma kwa barua pepe kwa mwanafunzi na kumtaka arudishe nakala iliyotiwa sahihi. Wafanyakazi watafanya kazi na wewe ili kuhakikisha unapata hati zote muhimu zikiwa na saini. Sasa utakapofika, unaweza kuombwa ulete nyaraka zinazofanana na ulipotuma maombi. Hakikisha pia kuwa unaangazia mabadiliko yoyote ya muundo wa familia yako au mapato, kwa sababu hii inaathiri kiasi cha usaidizi wa ukodishwaji unaoweza kupokea. Utaombwa kutia sahihi nyaraka sawa za mahojiano yako ya kwanza, isipokuwa pamoja na kukodishwa kwako, nyongeza ya kukodishwa isipokuwa kama kuna marekebisho, sheria za nyumba na tamko la uraia. Tutahitaji kuthibitisha mapato yako tena. Hapa mambo ambayo tunaweza kuhitaji: hati 6 za mwisho za malipo ya mshahara wako, msaada wa kwanza wa familia, pensheni, taarifa za fidia ya wafanyakazi au faida ya ukosefu wa ajira, msaada wa watoto au almoni, na barua ya uthibitisho ya mapato ya SS au SSI iliyoandikwa ndani ya siku 120 baada ya kuthibitishwa tena. Ifuatayo tutahitaji kuthibitisha mali yako tena: risiti ya ATM inaonyesha salio la kadi ya malipo, taarifa za miezi 6 iliyopita za akaunti ya hundi na taarifa ya sasa ya akaunti ya akiba, vyeti vya hisa au bondi, taarifa za chama cha mikopo, mali binafsi inayotumika kama kitega uchumi, risiti za mkupuo au risiti za mara moja. Kando na mapato na mali, tutahitaji kutambua mabadiliko yoyote ya hali ya familia, muundo na posho, ambayo ni pamoja na vyeti vya kuzaliwa, kadi za hifadhi ya jamii, taarifa ya ulemavu, kibali cha kufanya kazi, hati ya kuasili na au hati ya kisheria zinazoonyesha kuasili rasmi kumetekelezwa, bili za matibabu au za duka la dawa, na risiti ya malipo ya matunzo ya mtoto au matunzo tegemezi. Wafanyakazi wa mali watakusaidia katika kila hatua na nyaraka zozote zinazohitajika kwa uthibitishwaji upya. Tena, tafadhali kumbuka mabadiliko yoyote na uwasiliane nasi
ikiwa unahitaji ufafanuzi zaidi. KCDC huthibitisha mapato yote kupitia hifadhi data ya kitaifa. Ni kwa manufaa yako kutangaza mapato na mali zako zote mapema. Vinginevyo, unaweza kushtakiwa kwa ulaghai wa EIV au ulaghai wa uthibitishwaji wa mapato. Na ndivyo hivyo, jisikie huru kuomba hati yoyote iliyowasilishwa kwako. Isipokuwa kitu muhimu kinahitaji mabadiliko. Tutaonana mwaka ujao.